DJ, hapana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero, avulanga mkambani mwei. Wanauda ni wajinga na werevu hawana, wanauda ni wajinga na werevu hawana. Ukiona wakilewa usidhani ni tajiri, hiyo ni mali ya umma wameiba toka kwetu jama. Wape ya pombe yao, wakilewa wakitapika ni shauri yao. Tuesday, 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 tarehe 2 mwezi wa 5 tunarudi uwanjani. Tutarudi uwanjani. Raila Amolo Odinga, mnasikia? Pigia Raila Amolo Odinga. Na mambo ya debate usiende huko. Mimi nilianza kufanya kazi Ruto akiwa na 6 months. Akiwa miezi 6. Chance mtoto mdogo mjinga. Pumbafu. Kama kuna mtu yeyote ambaye hakunielewa vizuri, ambaye ameona makosa, mimi naambia yeye pole sana. Pole sana. Pole sana. Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling, assumed the office of the People's President of the Republic of Kenya. So help me God. Mimi Raila Amolo Odinga napendekeza kwamba Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi achaguliwe kama mwenyekiti wa chama cha KANU. Waziri mkuu anakuja kwa sherehe kubwa kama na hii ya serikali, PC hakuna. Unaambia PC ameenda Nairobi. Kama Kibaki alikuwa anakuja hapa, PC angeweza kosa kuja kwa hapa. Angekosa. Angewekewa sana namna hii bila hata choo. Angewekewa. Alafu na nusu kapeti namna hii. Nusu mkeka. Nilipokuwa niko na shida na chama cha Ford Kenya, nilijiuzulu, nikawacha chama, nikajiuzulu kwa bunge, nikarudi kwa wananchi. Ndio sababu mimi nataka kuambia kwamba mkitaka kuonyesha Wakenya msimamo sawa sawa, mkitaka kuonyesha Wakenya msimamo bora ya demokrasia, basi muwe watu ambao unaongoza na kwa mfano. Uwe mfano. Kama utaki KANU, utaki NDP, toka rudi kwa wananchi, tafuta mambo. Lakini usiwe tu kama vile walikuwa wanasema fisi alishindwa na tamaa, sivyo? Na ndugu ya fisi ni mbwa. Ile mbwa ambaye alikuwa amebeba nyama katika kinywa chake, anatembea na mnyama, alipoingia kwenye daraja akaangalia chini kwenye maji, akaona kiwiliwili chake kwenye maji. Anafikiri ati ile mbwa imebeba nyama kubwa zaidi kuliko ile ambaye yeye amebeba kwa mdomo yake. Anatupa hii, anakimbia kwenda kungangana na ile nyingine. Alijikuta wapi? Kwenye maji. Asanteni sana wananchi. Yes. Hello. Homologi. Joey for the federation. Yes.
I shook the hand of Mr. Daniel Toroitich Arap Moi in March 2002, of President Mwai Kibaki in February 2008, and of my brother President Uhuru Kenyatta in March 2018. I want to assure Kenyans that we will continue with this handshake doctrine. Some people have this say that, oh, behind a successful man, there's a woman. Somebody said this when we were attending a function with a Nigerian friend of mine in Europe, in London. And my Nigerian said, stupid Europeans, what is a woman doing behind a man? A woman is only useful in front of a man. Wewe umechukua bibi yangu, mwenda naye huko, nalala naye, alafu nakuja kufanya kesi yangu ya shamba yangu na bibi yangu kama ni legacy yako. Sio ni madharau? Sio ni madharau? Mtu amekunyang'anya bibi, alafu anakuja hapa kwa kesi ya shamba yako na anakuwa bibi yako ni shahidi yake. Hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki kweli? Sio ni matusi? Sio ni matusi? William Samuel Ruto, wewe umekuwa na bibi, unazaa mtoto, na mtoto amekuwa ni kichaa. Sasa wewe unasema hiyo si mtoto yangu. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo kasi zaidi akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Ati Raila akiwa rais, Wajaluo watakutukojelea sisi. Itakuwa saa ile Mjaluo ukipata kama anakojoa, unataka kupita na kwambia, hey, simama serikali bado inakojoa. Yes. What's the most memorable moment of your life? I was in the high seas during the missile crisis of 1962. Mm-hmm. And we nearly got bombed by a warship. That is something that has remained etched in my mind throughout my life. Mm. Niwe mwenye lake, niwe mwenye maji. Haya. Nimesema sawa. Kitu mimi ningependa kusema kuhusu ziara ya rais. Ndio baba. Mimi najua watu wanauliza. Wanauliza sasa. Wacha nikwambie wa Kirombo. Si wa Kirombo ni Kirumba baba. Sawa. Mwingine ndio Katutura. Anaitwa Gathemba. Anaitwa Mreio. Ni mtu ya ODM. Ni mtu ya ODM baba. Hao ni watu wa kuhakikisha na inawezekana. Kama nasema sasa. Yes. Gofie nayo. Jeshi la baba. Ni jeshi la baba. Kuhusu ziara ya rais ambaye mkuja pande ya Kisumu. Ndio baba. Nataka niseme sawa. Tutashika baba. Tutasikia. Ile kitu mimi nasema Arambe. Vijana pe. Vijana swe. Mheshimiwa rais alimwambia mimi anakuja. Na mimi nikamgoja yeye akakuja. Akashuka kwa ndege. Alafu tukaongea mambo ya maendeleo. Tukasema mimi tutakuwa sasa. Si ndivyo? Ndivyo. Na tungependa baba, tunakuombea sana sana sana. Hasa kama wewe ama ule wa Djibouti. Wakenya wanasema Djibouti anaweza shinda, lakini utatuambia aje baba? Mimi nawaambia mawingu imetanda.
Siwezi kuwa mtu ya kuanguka kila wakati. Hii utajiridimu baba. Hii nakwambia itakuwa ile unasema ya saa 3. Saa 3. Ndio. Mimi taenda ni kuapishwa. Yes. Ngoja. Mimi mfano gofa. Na unajua kazi yako kule baba? Mimi najua kuunganisha Afrika. Kama Afrika nashikana Raila Wuja Lego. Tinga Wuja Lego. Shumaliet. Hakuna kanaita Museveni. Naita mama Samia. Na wasomea. Hapo sawa. Ile wasiwasi ya nywele. Tumeona hapa ameshika ni nywele. Imefika hapa ni nyuzi. Kifika hapa ni kokope. Kifika hapa ni shurubu. Afika hapa ni ndevu. Kifika hapa ni malaika. Ikienda huko chini ni kokopa, sijui nimeambiwa nimesahau. Kuna zingine ambayo ukitaka kunyoa uende kwa kinyozi. Zile zingine ambayo unafanya peke yako. Lakini sasa nimekuja kwa kinyozi na nimetengenezwa vizuri, hata nimeona angalia makucha na kule chini kwa miguu wamenipamba vizuri. Nimetaka mimi nang'ara. Sasa natafuta ndogo ndogo. Yule mtu ambaye anaongea juu ya mambo ya tohara ni mjinga. Ati mtu amekata ngozi huko chini. Naona yeye ni mtu muhimu sana. Mungu alifanya makosa kuweka hiyo ngozi hapo. Wewe unachinja mwenzako, alafu unakwenda unajivunia ati mimi nimemchinja yule jamaa. Hata kina mama anakwenda nakata kinembe. Ana haribu pale mbali na pale kina mama masikio utamu. Ati anasema yeye ni mwanaume sana. Sio ni mpumbavu huyo. Sio ni mtu mpumbavu. Anasema tu wewe mteso huwezi kuongoza manake hujatahiriwa. Hiyo ni kitu gani hiyo? Wale ambaye wanaongea siasa ya tohara ni wapumbavu. Kila mtu hakuna haki, sio? Tendawili. 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 Haya. Anaishi kwa mwili ya binadamu, lakini ana tabia ya kinyonga. Nani hiyo? Nani hiyo? Mmeshindwa. Nilipata mimi mji basi. Kibra. Sawa. Hiyo ni nywele. Unajua wasiwasi wa nywele? Akiwa kwa kichwa inaitwa nywele. Akiteremka hapa inaitwa nyuzi. Lakini bado ni nywele. Akiingia kwa macho hapa inaitwa kope. Bado ni nywele. Akiteremka hapa inaitwa shurubu. Lakini bado ni nini? Akifika hapa inaitwa ndevu. Bado ni nini? Ikifika hapa kwa kifua inaitwa malaika. Bado ni nini? Lakini ikiingia kwa kwapa na huko chini niliambiwa, lakini nimesahau. Vijana wewe. Vijana wewe. Bwana Ruto, wewe umekuwa Zakayo mtoza ushuru ya Wakenya. Shame on you.
Shame on you, Mr. Odinga. Toka katika ikulu. Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Makende. This man. Hapa ingie huku ndani. Naona ile ujinga iko. Tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Rigathi Gachafua. Kesho siweki mtu kwa parado. Yote nita arrest. Whoever you are. Ni kurusha wewe quarantine, kurusha nyuma, uende jela, ufungwe milele. Bwana Kome, koma kabisa kesho. Usilete fujo. The buck stops with me. Don't start intimidating my junior officers. Kuna wengine wanaanza ku-intimidate a young policewoman, Maseno. Imejaa kwa social media. Unasema ati utaweza kushika kila mtu, mimi niko tayari. Hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe. Na sheria imekubali. Bwana Kome, koma kabisa kesho. Usilete fujo. Kome wewe koma. Usilete fujo. Usilete vurugu. Unasema ati utaweza kushika kila mtu, mimi niko tayari. Nitakuwa kwenye mstari wa mbele. Bwana Kome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe. Ana kwa ana. Maana yake tusipotetea haki na uhuru wa Kenya, tutakuwa na Kenya. Wale ambao wametoka ni ile samaki ndogo ambayo inaitwa omena. Lakini kuna mbuta. Bado iko. Na hiyo ndio mbuta ndio inapiga kelele ambayo mnasikia. Sasa na yeye ni nini? Ni shark. Inaitwa papa. Labda yeye ni papa basi ama nini? Ama ni nyangumi? Ni mashangao. Kama mjungu mmoja anaitwa Zakayo Cheriot, ako na ekari 5,000. Ikiwa kuna hiyo shamba, nionyeshwe. Na niko tayari kwa vile ni mtu ambaye iko na wivu na unyonge. Nitapeana hiyo shamba, apeane kwa watu ya Kibera ambao amekalia na umaskini yao. Hao watu nasikia kina Isaac Ruto anasema yeye alichukua mashamba ya watu kule Chepalungu, akamwambia nendeni huko Mau. Sasa wale watu wanamdai ati ile shamba yetu ulichukua tumetolewa kule Mau, tarudi. If there is a single person I have asked to go and live in Mau forest so that I can access his farm, I ask such a person to go back to his farm by Friday. If he has got no fare, I can send by M-Pesa. Ndio hao wengine wanapiga kelele. Huyu nani William Ruto amepewa mashamba huko ndani. Mpaka waliposema akasema ati huyo ni William Ruto wengine. Ati jina ya William Ruto si yangu peke yake. That William Ruto referred to in that particular set of names that were beneficiaries of the ADC land is not the Minister for Agriculture. Mr. Speaker, unfortunately, I do not have the patent for the name William Ruto. Lakini huyo mwingine hajatokeza. Ajulikani. Nyayo ako pale na shamba ya chai na hata kiwanda ya chai huko. Naitwa Kiptagish. Ajiulize hiyo shamba Moi alinyakua ama kwa heshima alitunukiwa hiyo shamba na Wamasai ambao ni wenyewe. Wale samaki kubwa, wale mbuta. Ambaye mtu mmoja kama mjungu mmoja anaitwa Zakayo Cheriot. I want to say I'm not mbuta. And there are no omenas in my constituencies. We will not call them ngombes. We do not expect them to call us fish. Na sio matusi wa watu ambao kichwa yao kimekimbia. Drunk with power. Within 1.5 years. He's gone mad. Mimi si mtasimu ambaye naweza kuamuka na kwenda kudhuru wale watu ambao walipiga mimi kura. Kama hii ndio itakuwa kaburi ya Raila ya kisiasa, basi chimbe mara moja, mimi niko tayari tengeneza jeneza na kuongeza mimi huko ndani. He talks about kaburi kwa Rift Valley. Aenda ziko pale pengine. Na hatuwezi kutishwa. Ikiwa anataka kuchukua ya mashamba ambayo amesema tumenyakua, kwanza aonyeshe hiyo shamba iko wapi. Sasa hawa ni watu ambao wanapiga nini ati enda polepole, enda polepole. Lakini sisi tumesema tutaendelea mbele. Maybe
we shall invite Bishop Owuor. After having baptized him, maybe he did not actually continue to give him lessons on how to speak. Kenyans will be united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tiswa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Na mimi pia namjua sana. Na nimemsoma sana. Ndio nilimshinda akiwa na Uhuru. Namjua sana. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. I know that. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi ndio niweze kuambia wewe tu. Hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio waambiwi ukweli. Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, bana mimi naelewa kabisa. Wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli? Tunashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa 3 anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais, ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango na akili akaisukuma. Wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni 1. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget. Nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba nchi haiwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Nchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu. And I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. So ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe. Mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism. And because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali. Kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno.
Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Kwa nimekosa? Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo Bwana Prime Minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja so tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Sasa Rigiji, hakuna mabaya ya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Hata kama wewe hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. We fear you. The reason ulikuja unakapatana na mtoto wetu Uhuru Kenyatta, alikuwa mtu mzuri, alitupenda, alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye akageuka. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Nusu mkati gani? Mimi sitaki kuwa naibu wa rais, sitaki kuwa waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Weka pole pole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto, Ruto amemwambia nini? Mimi nikutana na Ruto lini? If you assure us hakuna kitu kitafanyika kwa rais wetu mkipatana, muendelee. Lakini sisi katika area hii tunaogopa. Hakuna mwenda wazimu. Hakuna mtu anaweza kujitokeza na kwenda barabarani kufanya maandamano kama hakuna shida. Hii katiba tuko naye ililetwa na maandamano. Wakenya wanajitokeza kama hawezi kukubaliana. And that is why we allowed you and your people to do it. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya Wakenya. Ilikuwa ni kupora mali ya Wakenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property that cannot be allowed in this republic. Sisi tumetuma Kimani Ichung'wa, wewe umetuma Kalonzo, waendelee. Piga tu kelele kutoka asubuhi alafu mwende nyumbani, no problem. Lakini kuguza mali ya mtu, hasa hata kama mnataka kuharibu ya Wakenya, muharibu kwenu. Ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa, mwache hiyo. Kenya ni moja. Sisi zote ni Wakenya. Wewe umejulikana kwa kupigania haki ya Wakenya wale wanyonge. Ningekuuliza kwa heshima, uige baba yako. Pigania mashamba ya Mau Mau. Na wale ambao wako na hiyo mashamba unawajua ni marafiki zako. Utusaidie hapo. Ile pande ile Uhuru ameanza. Mpatie Ruto. Mpatie Duale. Vile na mpira. Ana mpira Duale. Mpatie Kindiki. Kindiki na mpira. Ana mpira Kindiki. Amerudisha Uhuru. Amepiga shoot. Mpira imeenda nje. Mpira narudi tena. Inashika pande na Weta. Weta anapiga kule kwa Isaac Ruto. Isaac Ruto anaenda. Amechenga William Ruto. Amechenga mpaka William Ruto ameanguka chini. Inaonekana William Ruto ameanguka chini na ameumia. Ameteguka mguu. Lakini mpira naenda mbele. Shughuli pande ile Isaac Ruto tena. Amekata mpira pande ile kwa Musalia Mudavadi. Mudavadi naenda mpira. Na mpira. Amechenga Duale. Amechenga Duale. Mpatia Kalonzo. Kalonzo na mpira. Ana mpira Kalonzo. Amekata mpatia Raila pande. Amechukua mpira Bojanet, amepiga kule mbele. Kule mbele huko mbele. Tunaona pande ile mpira. Imeshuka pande ile. Na bwana Matiang'i. Matiang'i na mpira. Tena mpira. Amechenga.
amechenga Ruto, amechenga tena, amempatia bwana Ongwae na mpira, ana mpira Ongwae, amempatia Busire na mpira, ana mpira Busire, amempatia bwana Nyaribo, ana mpira, amerusha mpira huko nyuma, mpira aenda kule nyuma kwa Kalonzo na mpira, amempatia Martha na mpira, amempatia Baba na mpira, hatari tena. Takbir! Takbir! Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tulikuwa naimba namna hii. Nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika, kupambana kwa Afrika, oh, kupambana kwa ukombozi, oh, kupambana kwa ukombozi. I've watched you sing songs of Harry Belafonte. I think he's someone you you love. I've seen you perform a lot. You can close this discussion with one of your favorite Harry Belafonte songs, if you still have the energy. Harry was, when we were growing up, Harry was up there. You had Cliff Richards. Yes. You had Elvis Presley. You had Jim Reeves. You had Ray Charles. Although then there was also Louis Armstrong and so on. But Harry was really my favorite. And my best there is the Jamaica Farewell. How does it go? Round the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston Town. You've been to Kingston Town? Yes. Well, from the singing leader of the opposition ODM party, former Prime Minister Raila Odinga, thank you very much indeed for this conversation here at your residence in Karen. And round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on a mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Now, free time. Do you like music? What's your favorite kind of music? Well, Harry Belafonte. Okay? In the Jamaica Farewell. Yes. Okay? Yeah. Say it goes like this. Just round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on a mountain top. On a sailing ship, when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My head is down, my head is rolling around. I had to leave a little girl in Kingston Town. we can dance this. We can. All right. And the sunshine rallying on the mountainside. I say I'm on my way. Wapi bendera? Wanauda ni wajinga na werevu hawana. Wanauda ni wajinga na werevu hawana. Ukiona wakilewa usidhani ni tajiri. Hiyo ni mali ya umma wameiba toka kwetu jama. Wape hiyo pombe yao.
kileo wakitapika ni shauri yao. Waja Nipigwe teke sitarudi nyuma, o nipigwe teke nipigwe teke o nipigwe teke nipigwe pingo o nipigwe pingo niwekwe jela o niwekwe jela hata Ruto waseme hata Ruto waseme hata Ruto waseme sisa tutarudi nyuma Ruto waseme hata Ruto waseme hata Ruto waseme sisa tutarudi nyuma nipigwe teke sitarudi nyuma o nipigwe teke nitupie tiagas nitupie tiagas nitupie maji o nitupie maji nipigwe pingo o nipigwe pingo niwekwe jela niwekwe jela hata Ruto wapinge hata Ruto wapinge hata Ruto wapinge sisa tutarudi nyuma hata Ruto wapinge hata Ruto wapinge hata Ruto wapinge sisa tutarudi nyuma. Tarehe 7 mwezi wa 7 Ijumaa ijao, Wakenya wote Kenya mzima watajitokeza na kusema ya kwamba enough is enough. Punda imechoka, punda imechoka. Kwa hiyo watajitokeza wao Wakenya. Following me, they attacked me in front of my house, and I was admitted at Nairobi Hospital following that attack. Then thereafter, I got an information that they were looking for me and they may harm me, as narrated in that story. So I took off. I was evacuated from here by through the grace of the Catholic Church. One father, Father Marco Pio, and a Catholic nun, Sister Diane, from the United States. They took me on that journey. Early in the morning, father was wearing a collar, and the sister was wearing white, and myself was being carried also with a collar, and my name was Father Augustine. Wale wote ambao wameua wa Kenya mpaka wawekwe ndani, washtakiwe. Bwana Koome ashtakiwe. Yule mwingine anaitwa Bungei ashikwe, ashtakiwe. I'm ready for Tuesday. Very ready for Tuesday. Makofi. You want me to order these people to open by force? This is a public office. How can I be allowed to see the director? Consultation is an What kind of consultations? Look here. This is a public office. And I have the right to go inside. What law is that? We'll have to talk to the people about this. If they want problems, they will get problems. Mimi mambo ya Matiang'i. Huyu Matiang'i ni kijana yangu. Kwa hivyo wacheni kuniambia mimi fanya hii, fanya hii. Mimi ninajua. Tulieni kwanza. Mambo bado.
Unaelewa sawa? Mambo bado. Tuliketi chini na Uhuru tukasema tutulie moto. Tuunganishe wa Kenya. Wewe kama kitu kimoja. Tulete makabila yote ya Kenya pamoja. Sio? Sasa mimi nataka tupitishe hapa leo resolution ya kama kwa sababu Bwana Ruto na wenzake wamekataa kutii amri na kufuata yale taratibu ambayo tulikubaliana na wao, wamevunja hii mkataba, tunarudi uwanjani. Tutarudi uwanjani Tuesday tarehe 2 mwezi wa 5 tunarudi uwanjani. Tarehe 7 mwezi wa 7 Ijumaa ijao, Wakenya wote Kenya mzima watajitokeza na kusema ya kwamba enough is enough. Punda imechoka. Kwa hiyo watajitokeza, wao Wakenya wote watajitokeza. Hello. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono, nione kwa mkono. Maandamano kuruhusa, sawa? Mko tayari kufanya maandamano? Mko tayari? Mko tayari, nione mkono hapa. Na hii maandamano itakuwa ya amani. Wale wengine wanatutisha. Kuna mwingine kijana mmoja waziri wa usalama anampatia mimi onyo. Ati Raila huyo utaona cha mtema kuni. Niwaambia bwana, wewe hujui sisi ni wakina nani. Hata baba yako alijaribu na tulikataa. Silikataa. Nyayo alijaribu. Silikataa. Tulimwambia sisi hatuwezi kurudi nyuma. Nilimwambia yeye, nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke nipigwe pingo rudi nyuma, nipigwe pingo niwekwe jela, niwekwe jela, niwekwe jela, niwekwe jela. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio! Azimio! Wote waliungana pamoja kama kitu kimoja. Jaramogi alienda katika bunge akasema, Mr. Speaker, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of our country, and their continued detention by the colonial government offends the consciousness of our people. Wakati huo wengine wa Afrika ambao walikuwa wabunge walimkanusha Jaramogi, wakasema ati those people were leaders at that time but were not elected by anybody. We are now the current leaders. Lakini Jaramogi alisimama imara, Wakenya wakaungana pamoja. Watu wa Murang'a wakasema Jaramogi amesema ukweli, Eldoret wakasema ukweli, Mombasa wakasema ukweli. Ndio kaanza mambo yanaitwa uhuru na Kenyatta, mpaka uhuru ikapatikana. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya.
And we want Kenyans to continue to remain united. And Kenyans will be united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tishwa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio, si waendawazimu. Sisi si waendawazimu, tunaweza tu kuelewana. Tunaweza tu kuelewana. Sivyo? Huyo bwana senator ananiambia mimi ati yeye hakuna sawa, ameangalia sawa. Sijui nani alituma yeye kile sawa. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Sisi tumesema tumetuma sasa watu wetu jopo kazi. Yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu waongee. Wakielewana sawa sawa. Lakini sangine mimi naambia ukweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana, leta ushuru mingi zaidi. Hapana, ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi niweze kuambia wewe tu. Punda imechoka. Tutaongea wakati mwingine. Asanteni sana. Mungu akubariki. There's no other option left. You must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience to force this regime to recognize that we, the people, are supreme. Through civil disobedience, we will deny Ruto the taxes he thinks he can extort from us by force. Dear Kenyans, we have been abandoned by our leaders. We must now look out for each other and be our brothers and sisters keepers. Here, therefore, are my requests to you, my people of Kenya. Let us embrace tax boycotts. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Hello? I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employee salaries that will only line the pockets of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles
and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens at their wish, but everyone must follow the traffic except for ambulances. On our planned protest rallies, we confirm that they are on tomorrow, beginning 6 a.m. on the 2nd of May 2023. As we stated yesterday, the Constitution of Kenya, which in Article 37 provides that every person has the right peacefully and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. That has not been suspended. I repeat again, every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. That provision has not been suspended. And our demonstrators tomorrow have been informed, and I repeat here, that tomorrow's demonstrations are going to be peaceful. Nobody is allowed to carry any weapon. Nobody should try to interfere with anybody's private business. We are basically demonstrating to present our petitions to respective authorities. Police cannot decide in advance that there shall be violence, then proceed to ban political activities that are protected by the Constitution. That is the making of a dictatorship. It amounts to a suspension of the Constitution. We will resist. We will resist. As we said yesterday, we shall present a petition to the IEBC, the Office of the President, the National Treasury, and the Public Service Commission. We went there, Jamini village, for the funeral of Hayati Field Marshal Mukami Kimathi. And we met there with Mr. Ruto and his deputy and his ministers. And of course we shook hands there. It was a chance meeting. We did not plan to meet there. But they said it was a state funeral, and we said we must go. There had been some threats issued by some supporters of Kenya Kwanza. But we said, no, we will go because of our relationship with the deceased, as it turned out. Now, they said it was a state funeral. The flags were not flown at half-mast. Neither was she given a 21 gun send-off as is required, which was very unfortunate indeed. But from there, I had been invited to Kipchoge Keino Athletics tournament, which was taking place at Kasarani. And Mr. Ruto also was coming there. We didn't know that he was coming. He didn't also know that I was going. We just met there as a chance at Kasarani. And we watched the tournament together. We did not invite each other. The following day, there was Mashemeji Derby at Nyayo Stadium. And I was going there because I'm the patron of Gor Mahia, Kogalo. And as we were coming around Madaraka Estate, there was a traffic jam. Then I asked, why is the jam today on a Sunday? I was told, oh, you know, the roads have been closed because the president is going to the stadium. That's when I knew that Mr. Ruto was going to the stadium. And we met there again in the stadium, and we watched the match together. In the halftime, we went down to the lounge. There's only one lounge. And then we met there, and the pictures were taken. But we did not talk anything other than football.
and there was no handshake. And I want to say this for umpteenth time. Mr. Gachagua, understand, we do not want any handshake with Kenya Kwanza. You have not asked for it, we don't want it. And we will not go for it. Nikiwa hapa niko nyumbani. Excellency na waziri, hiyo macho ilileta shida kidogo kwa sababu ya tear gas. Tear gas ilikuwa mingi kweli kweli. Lakini mimi nataka kusema kwa sababu kiongozi ni Mungu anachagua. Nikaona William Samoei Ruto yuko mbele amefunga bao, nikamwambia vijana mambo ya TV mtela la ria wachane naye. Kwa hivyo sasa nasema asanteni sana na tuendelee na tusonge mbele kama wa Kenya. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba wacha nilete His Excellency atusalimie dakika moja alafu nilete wimbo ya mama. Nilete His Excellency silete. Basi wacha nilete dakika moja atusalimie alafu mambo itakuwa mazuri. Thank you very much. Like they've told you, my name is Katavazi Francis Katongole. I'm the Member of Parliament of Kalungu East in the Parliament of Uganda. I'm really excited. I would like to respect all the protocol to be here today addressing you and also endorsing Baba. Baba has mentored me without never ever meeting me. That is by proxy or by what, I don't know. But with technology, you know, when you have good acts, people will always look at being there. And today, I think I will have a chance of shaking his hand. And I think I might not wash my hands for quite some time. Because of the great work he's done, Kenya is almost my second home. I've been there my hustling days, and I remember very well the time when Kenya had some turmoil after he stood so many times losing in a controversial way, but afterwards accepting. You know, that means he's a statesman, because statesmen, they look at the next generation. It is only politicians who look at the next elections. There is a time the late President Kibaki won him the second time. By the way, I was one of your supporters, but by proxy still, because I don't vote from Kenya. But when you lost, I was very disappointed. But then later, you agreed and worked together, I think in the capacity of Prime Minister and also Minister of Roads and and infrastructure. And there is no time Kenya has ever had good leadership like that time, when two people who are like opponents came together to work for the good of the country, other than fighting. Of course, it's also my prayer that that comes to my country. But because with me, I belong to the opposition. I'm a member of National Unity Platform, and I support Bobby Wine. But that, when it comes to Baba, whether my president supported him, we agree on principle. And there is nothing that will make me happy, like among the things you've spoken about, if we have a visa-free Africa for all Africans. That would be the greatest gift you can give us, and then the rest will go. Because why should somebody from Uganda pay $60 to enter Ethiopia, another African country? I think this is not good. We should think about it, and we have hope in you. May God bless this campaign, and I'm looking forward to seeing you as the new chairman of African Union Commission. Thank you very much.